Asifiwe. Bwana apewe sifa. Asubuhi hii nataka kumshukuru Bwana kwa kibali chake. Amenipa uzima. Tasema nimeona tena siku nyingine. Nasema asante. Namshukuru Bwana kwa sababu kufika kwangu leo si kwa nguvu na si kwa uwezo. Hakika Bwana amekuwa mwema. Hakika Bwana amekuwa kimbilio. Hakika Bwana amekuwa mtetezi. Hakika Bwana anaonekana kila wakati, kila saa na kila siku. Yeye ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Hakika wapendwa, kufika ama ufike siku nyingine si kawaida. It's not for granted, bali ni neema ya Bwana. Ni Mungu anakufusha kuvuka tu uone umefika leo. Hakika ni nguvu za Bwana. Ni Bwana amekupigania, ni Bwana amekutendea, ni tena Bwana amekupea kile kitu kinaitwa second chance. Bwana asifiwe. Bwana amekupa kibali, umeiona hii siku. Ninamshukuru Bwana, ninaliinua jina lake kwa sababu ya wapendwa ambao wananiona, wapendwa ambao wananitazama, wapendwa ambao wanasikia injili katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo nimekuja kwenu. Jinsi mimi ninaitwa Pastor Nancy Harvest na niko mbele yenu asubuhi ya leo. Nataka tutunene juu ya one and all sufficient sacrifice. Bwana asifiwe. Jina atonement ni like reconciliation. Bwana asifiwe. Tuliunganishwa na Mungu tena kwa sababu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu alituunganisha pamoja wakati tulikuwa hatuna mawasiliano mema na Mungu wa mbinguni. Hatukuwa kwa upamoja. Tulikuwa tumetengwa, tulikuwa tumeachwa, tulikuwa si watu tena mbele za Bwana. Mungu wa mbinguni alikuwa ametutenga, lakini Bwana Yesu akaja na akawaachilia tena reconciliation. Akaachilia tena uwepo wa pamoja. Akaturudisha tena pamoja. Aliturudisha pamoja akiwa pale msalabani, mahali alisema ya kwamba yote yamekwisha. Bwana Yesu aliturejesha pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Neno atonement, it means reconciliation. Inamaanisha kurudishwa tena pamoja, kuwekwa tena pamoja, kuwa tena wamoja, kurudiana tena na Mungu. Mahali tulikuwa tumekosana, akaondoa ule uadui, akarejesha ule urafiki. Tulikuwa na maadui na Mungu. Sisi Mungu hakuwa anatusikiza. Nakumbuka kwa Biblia akaambia Yeremia kwamba usinililie tena kwa ajili ya hao wana wa Israeli, maana sitasikiza. Hivyo Bwana hakuwa anataka atusikize tena. Hakuwa anataka aelewe kama sisi tu. Hakuwa anataka hata atusikie. Maana hata maombi yetu ilikuwa kama kelele machoni pa Bwana. Tulikuwa tunapiga tu kelele, lakini Bwana hakuwa anatusikia. Na tukawa reconciled by the blood of Jesus. Yesu alipoachilia maisha yake pale msalabani, ule msalaba tu ndio uliotuunganisha. Kifo chake pale msalabani ndicho kilichotuunganisha na Mungu tena. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe sana. Tulikuwa reconciled. Tunapoenda katika kitabu cha Warumi, nataka tusome kitabu cha Romans chapter 5. Romans chapter 5. Bible inatuambia hivi. Bwana Yesu asifiwe. Romans chapter 5 verse 11. Romans chapter 5 verse 11. The Bible says this. Bible inasema hivi, tukianza na mstari wa 10. Kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu, na kwa mauti ya mwana wake zaidi sana baada ya kupatanishwa tukaokolewa katika uzima wake. Wala si hivyo tu, ila pia twajifurahisha katika Mungu na Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye sasa tumepokea huo upatanisho. Bwana asifiwe. Amesema kwamba tumepatanishwa na Yesu Kristo. Tumepatanishwa na Mungu kupitia kwa Yesu Kristo. Ni Yesu ametupatanisha ili tuwe wamoja pamoja na Bwana, ili tuunganike katika ule ufalme pamoja na yeye, ili tukae katika umoja pamoja na Baba. Bwana asifiwe. Bible imetuambia vizuri, ikasema ya kwamba for if when we were enemies we were reconciled to God
by the death of his Son, much more being reconciled, we shall be saved by his life. And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have not received the atonement, the only atonement. Bwana asifiwe. By whom we have now received the atonement. Kwa ajili ya hayo tumepatanishwa tena. Bwana asifiwe. Tumepatanishwa tena kupitia kwa ule msalaba. Na sio upatanisho tu, tena atutue wamoja na Mungu. Bwana asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Na tena sio tu kwamba atinazi tunafurahia katika Bwana. Haleluya. Sasa Yesu kukuja kwake, kitu cha kwanza Yesu alikuja kutuonyesha njia. Na tena afanye awezavyo atupatanishe na Mungu. Bwana asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Wapendwa, tunaposoma katika Agano la Kale, upatanisho ulikuwepo ndio, lakini haukuwa ule upatanisho ule kama wa Yesu Kristo. Mara pale kulikuwa na kuhani, ndiye aliyokuwa anaenda mbele za Bwana akililia Mungu kwa sababu ya dhambi zetu, na zile dhambi zilikuwa zinafunikwa tu kwa mnyama. Jina la Bwana litukuzwe. Nataka tusome kitabu cha Leviticus, Mambo ya Walawi 16, tuanzie tu 1 mpaka 17. Uone jinsi hao watu walivyokuwa wanafanya. Walikuwa tu wanafunika hiyo dhambi. Dhambi ilikuwa inafunikwa, maana ilikuwa inafanywa kila mwaka. Kila mwaka lazima watu waende mbele za Bwana. Wanaenda mbele za Bwana na mnyama. Wanaenda mbele za Bwana, ikiwa ameambiwa aende na ng'ombe anaenda na ng'ombe. Ikiwa na uwezo wa kupeleka kondoo alikuwa anapeleka. Alikuwa anaenda mbele za Bwana ili hiyo kondoo achinjwe. Hiyo damu inapomwagika mahali pale, wachukue hiyo damu waende nayo pale madhabahuni ili hiyo dhambi ifunikwe. Ikae tena mwaka moja, tena mwaka ujao tena watafanya hivyo. Ilikuwa inafanywa hivyo kila mwaka. Kila mwaka walikuwa wanaachilia hiyo damu ya wanyama. Hiyo damu ya wanyama ndio ilikuwa inakuja, inajaribu kuwarudisha. Ilikuwa inawafanya wanarudi pamoja na Mungu mwaka mzima. Mwaka ikipita hiyo imeisha, tena wanapeleka ingine. Hivyo tena mwaka ikiisha, hiyo yenye walifanya hivyo inaisha, tena wanapeleka mnyama mwingine. Bwana asifiwe. Na kwa wale tu waliokuwa na uwezo wa wale wanyama walikuwa wanaenda. Haleluya. Bwana asifiwe. Sasa sisi we were reconciled by the blood of Jesus Christ. Tulikuwa tunarudishwa, tulipatanishwa tena na damu ya Yesu. Damu ya Yesu pale msalabani ilituunganisha tena na Mungu. Bwana asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Wapendwa, tufurahi kwa sababu Yesu alikuja kutuunganisha tena. Maana katika ile hali tulikuwa hatukuwa tunakaa katika hali nzuri. Imagine dhambi yake imefunikwa tu mwaka mzima. Na halafu mwaka ujao nitakana tena uende ufanye hiyo dhabihu. Utoe tena sadaka hiyo ya kuteketezwa. Utoe hiyo sadaka ya dhambi mbele za Bwana. Ndio tena ukae tena mwaka mmoja. Lakini Yesu alipokuja, ndio nimesema ya kwamba tuko na somo la kwamba one all sufficient sacrifice. Ilikuwa tu moja na ikakamilisha yote. Bwana asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe sana. Haleluya. Nataka tusome hii kitabu cha Walawi. Tuanzie tu penyewe. Kitabu cha Walawi, kuanzia tu penyewe. Biblia inasema hivi. Biblia inasema hivi. Bwana akasema na Musa baada ya kufa kwa hao wana wawili wa Haruni, walipokaribia mbele za Bwana wakafa. Bwana akamwambia Musa, sema na Haruni ndugu yako kwamba asiingie wakati wowote katika mahali patakatifu ndani ya pasia mbele ya kiti cha rehema kilicho juu ya sanduku, asije akafa, maana mimi nitaonekana katika ile wingu juu ya kile kiti cha rehema. Haruni ataingia katika patakatifu na vitu hivi: ng'ombe mume mchanga na sadaka ya dhambi, na kondoo mume kwa sadaka ya kuteketezwa. Ataivaa ile kanzu takatifu ya kitani, atakuwa na zile suruali za kitani mwilini mwake, atafungwa ile mshipi wa kitani, naye atafaa ile kofia ya kitani, nayo itakuwa mavazi matakatifu, naye ataoga mwili wake majini na kuyavaa. Kisha atatwaa mikononi mwa mkutano wa Waisraeli mbuzi waume wawili kwa sadaka ya dhambi na kondoo mume kwa sadaka ya kuteketezwa. Atamtoa yule ng'ombe wa sadaka ya dhambi aliye kwa ajili ya nafsi yake na kufanya upatanisho
kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe na kwa ajili ya nyumba yake. Kisha atawatoa wale mbuzi wawili na kuwaweka mbele za Bwana na mlangoni pa hema ya kukutania, na Haruni atapiga kura juu ya wale mbuzi wawili, kura moja kwa ajili ya Bwana na kura ya pili kwa ajili ya Azazel. Na Haruni atamleta yule mbuzi aliyeangukiwa na kura kwa ajili ya Bwana na kumtoa awe sadaka ya dhambi, bali yule mbuzi aliyeangukia kwa kura kwa ajili ya Azazel atawekwa hai mbele za Bwana ili kumfanyia upatanisho, ili kumpeleka jangwani kwa ajili ya Azazel. Na Haruni atamsongeza ng'ombe wa sadaka ya dhambi aliye kwa ajili ya nafsi yake na kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe na kwa ajili ya nyumba yake, naye atamchinja yule ng'ombe wa sadaka ya dhambi aliye kwa ajili ya nafsi yake. Kisha atatoa chetezo kilichojaa makaa ya moto yatokayo katika madhabahu iliyo mbele za Bwana, na ngozi mbili za ufumba nzuri uliopondwa sana mkononi mwake, naye atauleta ndani ya pasia. Kisha atatia ule ufumba juu ya moto mbele za Bwana, ile moshi wa ule ufumba ukistiri kiti cha rehema kilicho juu ya ushuhuda, asije akafa. Kisha atatwaa baadhi ya damu ya yule ng'ombe na kuinyonyesha kwa kidole chake juu ya kiti cha rehema upande wa mashariki mbele ya kiti cha rehema. Atainyunyiza ile damu kwa kidole chake mara 7. Kisha atamchinja yule mbuzi na sadaka ya dhambi aliye kwa ajili ya watu na kuleta damu ya pasia kwa damu hiyo. Atafanya vile kama alivyofanywa kwa damu ya ng'ombe na kunyunyiza juu ya kiti cha rehema na mbele ya kiti cha rehema. Naye atafanya upatanisho kwa ajili ya mahali patakatifu kwa sababu ya mambo machafu ya wana wa Israeli na kwa sababu ya makosa yao, na kwa ajili ya dhambi zao zote. Naye atafanya vile vile kwa ajili ya hema ya kukutania katikati ya machafu yao, wala hapata kuwa na mtu katika hema ya kukutania wakati aingiapo ili kufanya upatanisho katika patakatifu, hata atakapotoka nje baada ya kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe na kwa ajili ya nyumba yake na kwa ajili ya mkutano wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia kwamba hapo kale walikuwa wanafanya hivyo, walikuwa wanachukua ng'ombe, walikuwa wanaenda mbele za Bwana, wanyonyeshe hiyo damu katika kiti cha rehema ambao Bwana huwa anakuja mara pale katika wingu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo na Yesu alipokuja, hiyo ya kwanza ilikuwa tu ufuli wa kukamilisha ama wakazi ama ilikuwa tu as a shadow katika kazi ya Bwana iliyokamilika. Bwana asifiwe. Yesu alikuja kukamilisha haya mambo. Yesu alikuja once and for all. Alikuwa sadaka ya mara moja tu. Alikuwa tu sadaka ambayo alijitoa once. Na tunapoona ya kwamba mara pale Yesu mwenyewe alikuwa kuhani na mara pale yeye mwenyewe akawa tena sadaka. Jina la Bwana litukuzwe. Wapendwa, Yesu alikuja kutukomboa, alikuja kubadilisha hali zetu, alikuja kutuunganisha na Mungu, alikuja kutufanya tena wapya, alikuja kubadilisha nia yetu mbaya, alikuja kututoa kwenye madhabahu, alikuja kututoa kwenye dhambi, alikuja kututoa kwenye maagano, alikuja kututoa katika mahali ambapo hapakuwa mahali panapofaa, palipofanya Mungu akawa mbali na sisi, palipofanya Mungu akakaa kando na sisi, palipofanya Mungu akawa hana amani na sisi tena, palipofanya Mungu akakaa uso wake na tuangalia, macho yake ilikuwa inaangalia kando. Hivyo wakati huu nataka kueleza ya kwamba Yesu alikuja kutukomboa, Yesu alikuja kutuosha, Yesu alikuja kutupatanisha tena na Mungu. Katika damu yake pale msalabani aliachilia ule upatanisho. Hiyo atonement ilifanyika pale msalabani, atonement ilifanyika pale ili akaweze kutuunganisha, tuwe wamoja pale tuwe wamoja na Mungu, ili katika siku za mwisho tuunganike pamoja. Katika Warumi ametuambia kwamba si tu kwa ajili ya ile sadaka, si tu kwa ajili ya ile atonement, lakini tena tukae katika umoja, na si tu katika kukaa pamoja ili tukaweza kufurahia na Mungu kule juu mbinguni. Bwana asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe sana. Wapendwa, nataka kuhakikisha kwamba Yesu unapokiri na utubu na ufanye maamuzi, ukubali Yesu Kristo kwamba alikuja ili akuonyeshe wewe njia na akukomboe kupitia katika ule msalaba, aachilie damu yake pale msalabani ili sisi tukaweze kusamehewa makosa. Kweli wapendwa, sisi tulikuwa tumekosa, sisi tulikuwa tumetenda dhambi, sisi tulikuwa tumfurahishi Mungu, sisi tulikuwa tumefanya makosa, na Yesu akuja akachukua hiyo nafasi. Alichukua hiyo nafasi yetu, yeye mwenyewe akaichukua
akaelekea pale msalabani ili akaweze kutuponya, ili tukaweze tukubalike mbele za Mungu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe sana. Mungu wa mbinguni anatupenda wapendwa, kupitia kwa hiyo damu ya mwanao Yesu Kristo aliyeiachilia pale msalabani. Kupitia kwa ule msalaba Yesu alituunganisha tena, alituunganisha katika jina lake, alituunganisha wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe sana. Jina la Bwana liinuliwe wapendwa, maana Bwana anatupenda, Bwana anatushughulikia, Bwana anatutetea, Bwana anatulinda, Bwana anatupa kibali, anatushughulikia usiku na mchana. Bwana asifiwe. Haleluya wapendwa. Bwana asifiwe. Hakika Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu, Mungu anatenda maajabu, Mungu anakomboa watu wake. Bwana asifiwe. Haleluya. Mtu anaweza kuuliza kwamba Yesu ama msalaba ulikusaidia nini? Jina la Bwana litukuzwe. Mimi msalaba, kitu cha kwanza, msalaba ulinikomboa. Bwana asifiwe. Ule msalaba ulinikomboa dhambi. Ule msalaba uliniosha. Ule msalaba uliliachilia rehema. Bwana asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Ule msalaba ulibadilisha maisha yangu. Haleluya. Bwana asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe sana. Hakika Mungu ni mwema kuachilia mtoto wake acha hapa duniani afe kwa ajili ya dhambi zetu. Bible inasema ya kwamba Mungu alikuwa anapenda ulimwengu. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Bwana aliachilia mtoto wake kwa sababu ya upendo aliokuwa nao kwenye dunia, kwa sababu ya ule upendo aliokuwa nao kwa ajili ya hii dunia, akaachilia mtoto wake akacha hapa duniani ili kupita kwake sisi tukaweze kukombolewa, ili kupita kwake sisi tukaweze kuponywa, ili kupita kwake sisi tukaweze kuona mbingu. Bwana asifiwe. Tukaweze kusamehewa makosa, tukaweze kuona Mungu. Bwana asifiwe. Maana pasipo hiyo damu ya Yesu hakika hatungeona Mungu. Pasipo Yesu kukuja sisi, Bwana alikuwa ametutenga sisi, Mungu alikuwa ametutenga, lakini kwa sababu ya kuja kwake, kwa sababu ya msalaba wake, kwa sababu ya kifo chake pale msalabani, tulifanyishwa tena upya, tuliunganishwa tena upya na Mungu, tulipatanishwa tena, we were reconciled with God, tulirudishwa pamoja na Mungu, upendo ukarejea. Alibadilisha from enmity to friend, alitubadilisha kutoka katika uadui akatuleta tena katika urafiki. Sisi tuko marafiki na Mungu kama tu umetubu dhambi. Ukitubu dhambi zako wewe, ukiachilia maisha yako ya ukombolewe, Yesu Kristo afe kwa sababu yako, wewe unakombolewa. Wewe Mungu unakuwa rafiki wa Mungu. Mungu anaanza kukuhudumia, Mungu anaanza kufanya kazi yako, Mungu anaanza kupigana vita vyako. Mungu ndiye atakaye kupigania, mradi tu ukubali na uishie Mungu na uanze kufanya mapenzi ya Mungu. Mungu ataanza kupigana vita vyako mpendwa. Mungu ataanza kwenda mbele zako. Mungu ataanza kufungua malango zako. Utatembea kwenye anga iliyofunguliwa, kwa sababu Bwana alikuja, na alipokuja duniani alituonyesha njia, na alipotuonyesha njia akatukomboa pale msalabani. Tumebaki tukutukuzwa. Bwana asifiwe. Sisi tunainuliwa juu kwa sababu ya damu ya Yesu, tunainuliwa juu kwa sababu ya ukombozi. Bwana asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Wapendwa, nimekuja tu kuatia moyo na shai kwamba Mungu wa mbinguni anawapenda. Mungu wa mbinguni ni rafiki yako, kwa sababu Yesu aleta ule urafiki. Yesu Kristo ni rafiki yako. Yesu Kristo ni rafiki yako. Ameachilia ule urafiki wake na Mungu, tena wewe ukaunganishwa katika ule urafiki. Wewe ni mmoja kati ya Kristo na Mungu. You are among them. Wewe ni mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Hivyo ni kukiri tu, ni kutubu dhambi zetu, tumuishie Bwana. Kama haujakombolewa, kombolewa dakana shai. Acha dhambi mpendwa, acha kufanya makosa, acha mambo yanayomchukiza Mungu. Chukizo ambalo linafanya Mungu akae mbali na wewe, achana nayo. Anza kukiri, anza kufanya uamuzi wa kipekee. Useme ya kwamba mimi leo nimeacha dhambi, nimeacha haya maagano, nimeacha hivi mila, nimeacha hii ulevi, nimeacha haya mambo yasiyompendeza Mungu, na unamuishia Bwana, na Mungu atakukomboa, na Mungu atakuinua, na Mungu atakubariki mpendwa. Mungu atakuwa pamoja nawe, atakuwa upande wako. Mungu wa mbinguni atakuwa upande wako. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe sana. Hakuna Mungu mwingine kama Mungu wa mbinguni. Ni Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, aliyetupenda kuanzia mwanzo. Alitupenda alipomaliza kazi yake, na akasema ya kwamba na tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu. Mungu alipenda ulimwengu na akaona ya kwamba afanye mtu aliye mfano wake, ili atawale nchi, atawale wanyama wa nchi, atawale wanyama wa kule baharini, atawale hata na wale wa angani. Alitupea uwezo wapendwa, alitupea, he gave us dominion ili tukaweze
kudominate katika hii dunia, tuone ya kwamba tunafanya yampendezayo. Bwana asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Tulipewa hiyo nafasi, lakini kwa sababu ya ukosefu, kwa sababu ya kupungukiwa, kwa sababu ya dhambi zetu, dhambi za kina babu yetu, Biblia inasema ya kwamba babu zetu walitenda dhambi nao walikufa hawapo, lakini hiyo dhambi inafanya sisi tunaangamia. Lakini Yesu ndiye suluhisho. Yesu ndiye suluhisho mpendwa. Acha maisha yako kwa Yesu. Acha maisha yako kwa Yesu. Yesu Kristo atakuponya. Yesu atakuinua. Yesu atakubariki. Yesu atakuinua hata uzao wako. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo achilia tu maisha yako mpendwa kwa Bwana. Mungu wa mbinguni akuponye, Mungu akusaidie, Mungu aenende mbele zako, Mungu apigane vita vyako, akomboe maisha yako, kwa sababu ni yeye tu anayeinua. Amen. Bwana asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Wapendwa, nimekuja tu nikwambia kwamba Mungu kuachilia mtoto wake, aliachilia mtoto wake ili afe kwa pale msalabani tukiweze kusamehewa. Alimfanya akafe pale msalabani ili sisi tusamehewe makosa. Hiyo damu kumwagika pale msalabani haikumwagika bure, haikumwagika tu, ilimwagika kwa sababu ya wewe na mimi. Ilimwagika ili tuweze kusamehewa, ilimwagika ili tufanyishwe upya. Akasema ya kwamba yamekwisha. Bwana asifiwe. Alisema pale msalabani, akasema yote yamekwisha. Yamekwisha mpendwa. Mateso yamekwisha, mahangaiko yamekwisha, uadui sisi na Mungu ulikwisha. Bwana asifiwe. Uadui, enmity with God iliisha pale msalabani. Sisi sasa tuko wamoja na Mungu, tulipatanishwa tena. Alichukua matatizo yetu, alichukua dhambi zetu, alichukua magonjwa yetu, alichukua masikitiko yetu, akaelekea pale msalabani. Sisi tukapokea uponyaji, tukawa badala yake tukapokea hiyo baraka, kwa baraka ya uzima, tukapokea hiyo baraka ya neema ya Bwana, tukapokea hiyo baraka ya kuenenda mbele za Mungu. Nasi tunataka tumshukuru Bwana, tunatakana tukae katika uweponi mwa Bwana, tumwambie tu Bwana asante kwa sababu ya hiyo damu aliyoiachilia pale msalabani. Maana kupitia kwa jina lake Yesu akasema ya kwamba mtakaloliomba lote kwa jina langu mtapata, kwa sababu yeye ameenda kwa Baba, kwa sababu yeye ameenda mbinguni, kwa sababu yeye ameenda. Sasa kupitia kwa hiyo damu yake, kupitia tu kwa jina lake, sisi tunapoomba lolote tutapokea. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana ainuliwe. Mungu anakuponya mpendwa. Unapofanya maamuzi leo, unapobadilisha maisha yako leo, unapoona ya kwamba Mungu Yesu hakuja tu, unapoona ya kwamba hiyo damu haikuachiliwa tu, hiyo damu iliachiliwa kwa sababu yako wewe pamoja na mimi. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana ainuliwe. Mungu anakupenda mpendwa, na ndio sababu leo hii nimekuja tu nikwambie Bwana aliachilia damu yake pale msalabani. Maana kitambo watu walikuwa wanateseka, walikuwa watu wanaenda tu na mbuzi, walikuwa wanaenda na ng'ombe pale, walikuwa wanaenda na kondoo, walikuwa wanaenda na kile kitu wameambiwa na Bwana. Maana Bwana lazima angeambia Musa, amwambia kwamba ambia wana wa Israeli, ambia Aaron ya kwamba akuje na ng'ombe kiasi hii, akuje na mbuzi kiasi hii, naye anapokuja mala pale au ameoga kwanza au amebadilisha kuoga, labda utubu, ukae katika kutubu, na ndio jue uchukue hiyo kondoo uende nayo pale madhabahuni, uichinje, uchukue hiyo damu anze kuimwagilia katika kile kiti cha rehema, na akuonyeshe kwamba mwaga upande huu, mwage mashariki, kupitia tu kwa kidole, tena ingine huku. Bwana asifiwe. Lakini Yesu alipokuja, he did it once and for all. Bwana asifiwe. Aliifanya tu mara moja tu, ilikuwa sadaka tu ya mara moja tu, na kila kitu kimebadilika. Ilikuwa tu mara moja tu na uponyaji ukapatikana. Ilikuwa tu mara moja tu na tukasamehewa dhambi. Ilikuwa tu mara moja tu na watu wa Mungu wakapokea uponyaji, wakawa reconciled na Mungu. Sasa ikawa tu once. Hakuna tena kondoo itakayochinjwa tena pale madhabahuni, hakuna mbuzi itachinjwa pale madhabahuni, hakuna tena ng'ombe itachinjwa pale madhabahuni. Na utukufu wa Bwana, maana damu ya Yesu ilimaliza yote. Damu ya Yesu ilimaliza yote. Damu ya Yesu ilimaliza yote. Damu ya Yesu ilikomboa. Damu ya Yesu ilibadilisha. Ni wewe tu kujinyenyekeza, ni wewe tu kubadilisha njia yako mbaya, ni wewe tu kutoka kwenye madhabahu ya giza, ni wewe tu kubadilika na kumuona Mungu. Mungu yu mwema wapendwa. Nataka tu kusema asante kwa sababu ya kunisikiza na kufanya maamuzi. Mungu anakuponya wakati huu. Yesu anakuja kwako. Anafanya makao mala pale. Bora tu ufanye maamuzi yaliyo halali, maamuzi ya Bwana anataka
maamuzi kutoka ndani ya moyo wako. Wacha maamuzi ya mdomo. Mara nyingi mdomo hudanganya, mara nyingi mdomo unena kinyume, mara nyingi mdomo hujipendekeza, mara nyingi mdomo unena mambo tu ya hapa, lakini ndani ya moyo. Na akasema ya kwamba yaangalie jinsi wanadamu wanavyoangalia, yeye anaangalia ndani ya moyo, anachunguza moyoni, anaona ni vinyongo vigani ulivyo navyo, anaona ni hasira gani ulio nayo, anaona ni vikwazo vigani umebeba, anaona ni hasira gani umebeba, anaangalia watu wangapi umewabeba, anaangalia jinsi vile ulivyo. Yeye anaangalia ndani ya moyo, haangalii juu mpendwa, haangalii jinsi unavyoongea, anaangalia jinsi unavyo yaliyo ndani ya moyo, anaangalia yaliyojificha ndani. Akasema ya kwamba mimi siangalii jinsi wanadamu wanavyoangalia, mimi siangalii jinsi wanadamu wanaangalia mwili, wanadamu anaangalia kimo, wanadamu anaangalia sura, lakini Mungu haangalii sura. Mungu anaangalia ndani ya moyo, anaangalia moyo wako jinsi vile ulivyo, na anakubadilisha unapofanya maamuzi ya kamili, uamuzi wa kihalali. Unapofanya uamuzi wa kihalali, Mungu wa mbinguni atakuponya, Mungu wa mbinguni atakuinua, Mungu wa mbinguni atakutakasa, Mungu ataona mambo yako kuwa sawa, atabadilisha maisha yako. Utatembea katika anga ambayo imefunguliwa na Bwana, utatembea katika anga ambayo baraka zimejaa tele, utatembea kwenye anga ambayo imekubalika na Bwana, utatembea kwenye anga ambayo ni halali mbele za Bwana. Hiyo anga uliyoandaliwa katika uumbaji, maana alipokuumba alikuwa na sababu, alikuwa na sababu. Biblia inatuambia kwamba kabla uingie ndani ya tumbo ya mama na alikujua, na kabla uzaliwa na alikutakaza, kumaanisha kwamba alikuwa na mpango mzuri. Akaambia Yeremia akasema ya kwamba nimekuumba uwe nabii, nimekuumba uwe mtumishi wangu. Hivyo Mungu anapokuumba hakuumbi tu kuja hapa duniani uhangaike, anakuumba kwa sababu alikuwa na sababu kuu, alikuwa na sababu ya kukuumba. Alikuumba ukaweze kuja kufanya kazi yake, alikuumba kuja uwe mtumishi wake, alikuumba kuja ufanye kazi katika maeneo yako, alikuja badala yake. Hivyo dakana shai, nataka kukuhakikishia kwamba unapofanya maamuzi kutoka ndani ya moyo wako, Mungu anaenda kukuinua, Mungu anaenda kukubariki, Mungu anaenda kukutenda makuu, Mungu anaenda kubadilisha hali yako, Mungu anaenda kukuponya, anaenda kukuponya mpendwa, anaenda kubadilisha hali. Hautabaki jinsi vile ulivyo, hautabaki mahali uliko hapo, hautabaki katika shamba nusu eka, hautabaki katika biashara ambao kila siku unavibeba. Utakuwa kwa biashara ambao utavibeba kwa gari, utakuwa na biashara ambao vimenawiri, utakuwa na biashara si katu kale kamoja, utapanua ile duka mpendwa, na ukuona ya kwamba haibadiliki. Mungu atakupea kibali uchenge, kwa sababu umefanya maamuzi. Hautafanya kazi uwe tu chini ya mwingine. Mahala hapa nataka kukutangazia kwamba Mungu anaenda kukuinua, nao hata utasimamia wengine, maana Biblia inasema ya kwamba walio wangu hawatakuwa mikia, bali watakuwa vichwa. Wewe utakuwa kichwa mpendwa, utakuwa kichwa mahali popote ulipo. Bora tu ufanye maamuzi na uamini kwamba Yesu alikufa kwa sababu yako, alikuja akateswa pale msalabani, alichukua masikitiko yako, alichukua mateso yako, alichukua mahangaiko yako, alichukua vile ulivyo, akaelekea pale msalabani, akafanya tena mapya. Akasema sasa yamekwisha, akasema mateso yako yamekwisha, akasema magonjwa yako yamekwisha, akasema masikitiko yake yamekwisha, akasema kuchukiwa kwako kumekwisha. Akaenda nako kule msalabani, akasema yamekwisha mpendwa, sasa yamekwisha. Hautabaki jinsi vile ulivyo, maisha yako yanabadilika. Mradi tu ufanye uamuzi wa kihalali, ufanye uamuzi wa kihalali, ufanye uamuzi mwafaka ndani ya moyo wako. Ufanye uamuzi, ulilie Bwana, mwambie Bwana, nimekuja kwako, sikuwa ninajua, nilikuwa nimepotea, nilikuwa nimeshirikishwa kwenye dhambi, nilikuwa nimeshirikishwa kwa dhambi kwa sababu ya ukoo, nilishirikishwa kwa dhambi kwa sababu ya familia, nilishirikishwa kwa dhambi kwa sababu ya wazazi wangu. Bwana, ufanye maamuzi mpendwa. Haya maamuzi yatafanya mabadiliko ndani ya maisha yako, na ukaweze kubarikiwa kwa sababu Mungu anakupenda. Tuombe mpendwa. Baba, ninakushukuru Bwana, nasema asante kwa sababu wewe ni Mungu. Hakuna Mungu aliye kama wewe Bwana Yesu. Tazama, umesema ya kwamba kuja kwako Bwana ulikuja kufanya tu sadaka moja na once and for all, ili Bwana watu wako wakaweza kupona. Kwa damu yako Bwana ulifanya mabadiliko pale msalabani. Biblia inasema ya kwamba ulisema yote yamekwisha, mateso yao Bwana yamekwisha. Sasa hii Bwana nawaweka mikononi mwako, kwamba Yesu na wakuzo na watawala, unawafunika kwa damu ya Yesu. Siku ya leo Bwana unaachilia ukuzo wako, watu wanapokea uponyaji, watu wanapokea uzima, watu wanapokea neno lako Baba, na wanafanya mabadiliko, wanafanya maamuzi ndani mwao. Waliokuwa wamepindwa kwa dhambi unawafungua kana shai, waliokuwa wamefinyika Bwana, wewe ni Mungu na wainua, unabadilisha hali zao, hawatabaki jinsi walivyo, maana Bwana uko pamoja nao. Asante Bwana, maana unaweza, unastahili kuabudiwa Bwana, unastahili kuinuliwa kana shai. Asante mtakatifu, katika jina la Yesu naomba na kuamini, amen. Barikiwa mpendwa. Mimi nilikwambia naitwa Pastor
share, usubscribe katika jina la Yesu, na Mungu wa mbinguni atakubariki. Unapotaka kunipata, labda unaweza tamani kuniona, unaweza ni call, unaweza nipigia simu, unaweza kunifikia kwa hii namba 0705806953. Mungu wa mbinguni awabariki sana.